Bwana, kabla hatujaanza movie yetu na hatujafahamu jina la movie yetu, nataka nikutambulishe kwanza wahusika katika movie hii. Mhusika wa kwanza kabisa katika movie hii ni huyu hapa. Huyu bwana ni binadamu ambaye alitoka katika sayari nyingine na kufikia katika jangwa la Rajasthan huko India. Lengo lake, alitoka katika sayari hii ni kwa ajili ya kuweza kuchunguza viumbe ambavyo vinaishi katika sayari yetu, yani sisi hapo. Kwa hiyo kama hivyo, kifupi ni kwamba kama unavyomuona amekuja akiwa uchi katika sayari yao, wao hawavai nguo, lakini pia yeye anadai kwamba katika sayari yao anasoma akili kwa kushika mikono ya mtu. Kwa hiyo yeye anaweza kusoma mawazo yako pale anaposhika mikono yako. Lakini pia katika uchunguzi wake, huwezi amini, tana na wahuni wa mjini katika sayari hii yani duniani, na wakaweza kumtaifisha na kumdhulumu, na pia waliweza kumwibia remote yake ambayo ilikuwa inatakiwa iweze kumrudisha katika sayari yao. So hapa akawa amehangaika na hivyo, kumbuka akiwa pia hajui lugha. Mhusika mwingine wa pili ni huyu hapa. Bidada huyu anaitwa Jagu. Yeye pia alikuwa anafanya kazi katika kituo cha habari cha TV. Kwa namna gani aliweza kushirikiana na huyu binadamu ambaye tokea katika sayari nyingine? Kifupi ni kwamba dada huyu aliweza kuhusika kufichua matapeli wa kidini, yani nabii wa uongo, ambaye pia ni mshiriki wetu wa tatu. Huyu hapa nabii huyu bwana, huwezi kuamini, alikuwa na washiriki kibao, mamilioni ya washiriki. Lakini Jagu akishirikiana na yule kiumbe ambaye tokea katika sayari nyingine aliweza kufanikisha kuweza kufichua kwamba nabii wa uongo. Kwa namna gani utaweza kuelewa. Lakini pia mshiriki mwingine wa tatu ni huyu hapa. Huyu anaitwa Sarfraz. Huyu pia alikuja India kutokea Pakistan, alikuwa akifanya kazi katika ubalozi wa India. Kwa hiyo aliweza kukutana na Jagu na kuzama katika mapenzi, lakini pia wakaweza kutengana kwa namna moja au nyingine. Lakini pia kiumbe huyu kutoka katika dunia nyingine au katika sayari nyingine aliweza kufanikisha kuunganisha. Lakini pia mshiriki mwingine kama nilivyokuambia ni huyu nabii ambaye alikuwa nabii mwenye waumini wengi sana. Noma sana, alikuwa na waumini wengi sana, alikuwa akiaminika vilivyo. Lakini Jagu akishirikiana na yule kiumbe ambaye toka katika sayari nyingine kama nilivyokuambia hapo awali, waliweza kumfichua kwamba ni nabii wa uongo. Kwa namna gani? Basi hawa ni washiriki ambao ni muhimu sana katika movie hii. Tunapokwenda kuanza movie hii kwa mara ya kwanza kabisa, ni Rick the MC from TZ, na nipo ndani ya Swahili Freaks kukuletea burudani kama hii, na jina la movie hii inaitwa PK. So moja kwa moja kwenye movie yetu inaanza tukimsikia dada hapa akiweza kutoa maneno ya utangulizi akisema kwamba ni galaxy ngapi zilizo katika uso wa dunia yetu, na anasema kwamba itakuchukua zaidi ya miaka 6000 ukiamua kuhesabu galaxy zilizo katika uso wa anga yako pekee. Anaposema galaxy anamaanisha kwamba viumbe vilivyo katika anga yetu, nikimaanisha sayari, nyota na vingine kama hivyo. Anasema kwamba ikiwa sisi tunachukua nafasi na kwenda kuwachunguza katika sayari yao huko, je, wao pia hawawezi kuja na kutuchunguza sisi katika sayari yetu? Haya ni maneno mafumbo ambayo alikuwa akiongea bidada, lakini mwanzo kabisa wa movie yetu inaanza tukiona ndege hii ikishuka kutoka katika sayari nyingine, na katika ndege hii anashuka kiumbe huyu ambaye amekuja kwa ajili ya uchunguzi. Kama nilivyokuambia mwanzoni kwamba yeye amekuja akiwa uchi wa mnyama, kama unavyoona hapo ni uchi wa mnyama, lakini katika shingo yake tunaona kuna kifaa. Kifaa hiki ni remote ambayo wanaitumia kwa ajili ya kuweza kufanya kuamrisha ndege yake ije au iondoke. Kwa hiyo hapa anatoa ishara na kuiamrisha iweze kuondoka, lakini atakapomaliza uchunguzi wake duniani atatoa ishara nyingine ili ndege ile iweze kurudi na kumchukua. Unaona bwana? Kwa hiyo anavodai yeye ni kwamba ameagizwa na viumbe wenzake kuja kufanya uchunguzi kugundua, je, sayari hii pia inafaa kwa ajili ya kuishi wao, maana kuna viumbe ambao wanafanana na wao. Basi alipofika katika sayari yetu kama nilivyokuambia kwamba ni Rajasthan, India, anapofika hapa cha kwanza kabisa anaona binadamu. Binadamu huyu aliyemuona hapa amevaa nguo na yeye hajavaa nguo. Mawazo yake ni kwamba anahisi labda nguo hizi ni ngozi, kwamba anashangaa kuona kwamba binadamu wa huku mbona wana ngozi nyingi na rangi tofauti. Kwa hiyo hajui kama ni nguo, yeye anajua ni ngozi. Kumbuka katika sayari yao wao hawavai nguo. Kwa anashangaa. Kwa anapogundua
kitu kama hicho inabidi akimbie na kwenda kuchunguza zaidi. Je, ni kitu gani? Mbona binadamu huyu ana ngozi nyingi? Wakati binadamu huyu akikimbia na kwenda kumchunguza binadamu huyu, basi na yeye binadamu duniani anamshangaa kiumbe aliye uchi wa mnyama. Kwa hiyo hapo ndipo kuna lugha gongana. Sasa wakati wa uchunguzi akiendelea kumwangalia na kumshangaa, binadamu huyu anaingiwa na tamaa. Anagundua kuna kifaa cha thamani katika shingo ya kiumbe huyu. Kwa mawazo yake ni kwamba akiiba kifaa hiki au akimnyang'anya kifaa hiki inaweza ikawa deal. Kwa hiyo ndivyo hivyo anamnyang'anya binadamu huyu. Baada ya kumnyang'anya kifaa hiki, anakimbilia kwenye treni hiyo na kuchukua mchanga na kumpiga usoni, kwa anafanikisha kumdhulumu kifaa chake. Na kiumbe huyu kutokea sayari nyingine anabaki na redio, lakini yeye hajui ni kifaa gani. Tunasikia sauti ikiongea ya dada huyu ikisema kwamba ameibiwa kifaa cha thamani ambacho ni remote ya kuita usafiri wake ili arudi nyumbani. Je, atafanikiwa kurudi? Maana hajui lugha ya dunia hii, hana rafiki na hajui ataanzia wapi. Je, nini atakachokifanya? Hii ilikuwa ni utangulizi na picha ni pike kama nilivyokuambia. Na basi tunaona sasa kuna bidada huyu ambaye ni Jagu. Tunamuona anaelekea katika ukumbi mmoja ambao katika ukumbi huu kuna maonyesho msanii ambaye ni Bachan. Anapokwenda kununua tiketi, anakuta tiketi kwamba zimekwisha. Kwa hiyo kama tiketi zimekwisha, ni kama amefeli hivi kuweza kuingia ukumbini. Lakini wakati akisikitika bwana, anasikia kuna mtu anauza tiketi huku ya ziada. Kwa anakimbia kwenda kununua tiketi, lakini bahati mbaya wanajikuta wako wawili. Kwa hiyo wanapokuwa wawili sasa, changamoto ni kwamba inabidi wagombanie tiketi ile. Kwa ugomvi unakuwa pale. Bwana, mimi nimefika wa kwanza. Mimi bwana niache, mimi nimefika wa kwanza bwana. Bwana niruhusu niende. Mimi ni shabiki mzuri wa Bachan. Mimi pia bwana. Hebu tulia basi. Basi wanapogombania pale, jamaa anasema kwa bwana, tiketi hii mwenye 100,000 nipe. Binti anashangaa, 100,000 wakati tiketi hii inauzwa kwa shilingi 40,000 pekee. Bwana, muda ni mali, nimekaa kwenye foleni muda mrefu. Kwa hiyo ili kulipia muda wangu mwenye 100,000 nipe. Kwa hiyo wanashindwa kufanikisha na jamaa huyo anaondoka. Lakini inabidi wawe na wazo moja kwamba kwa nini tusichange pesa, alafu tukichanga pesa ikifika 100,000 wewe utaingia katika kipindi cha kwanza cha usheri, alafu mimi nitaingia kwenye kipindi cha pili cha igizo. Basi wanakubaliana, wanachanga, lakini bahati mbaya bwana, pesa yao inakuwa haitoshi. Kwa hiyo wanakwenda kumbembeleza jamaa huyu. Sasa bwana, tuna 96 pekee. Jamaa anasema bwana, msinipotezee muda wangu, nimewaambia ni 100,000. Kama hakuna 100,000 basi poteeni. Unaona kama umefail. Lakini bahati nzuri wanamuona mzee mmoja anaonekana na fedha huyu akiwa anakula ice cream. Kwa hiyo binti anakwenda kumwambia bwana, samahani, naomba unisaidie kuniazimisha shilingi 40,000. Nitakupa saa yangu, hii ina thamani 90,000. Na shida ya tiketi. Basi jamaa anasema kwamba bwana, mimi pia na shida ya tiketi, nimekoswa. Mimi tiketi nitaitolea wapi? Binti anasema kwamba bwana, kuna mtu pale anauza. Yuko wapi? Yule pale anauza 100,000. Jamaa anasema kwamba huyu mzee anapiga binti, anasema kwamba unajua hawa ndio weusi hawa wana matatizo. Kwa nini uzi tiketi 100,000? Sikia binti, na kwenda kukupigania pale, alafu na kuleta tiketi kwa 40,000. Wow, asante. Mzee anakwenda pale sasa kumpigania ili amlete tiketi kwa 40,000. Basi wanafly. Mzee kufika pale bwana, anatoa 100,000, alafu cha ajabu tiketi haileti. Anakwenda ukumbini. Kwa binti anashangaa, bwana mbona tulikubaliana uniletee? Tunaachana mimi bwana, wewe vipi? Hebu nipishe bwana tiketi yangu, kama una 100,000 nipe. Basi unakwenda ugomvi. Katika ugomvi huu bwana, walinzi wanaingilia kati. Na huyu jamaa ambaye walichanga wote hela, inabidi aje kumsaidia huyu binti na kumkimbiza kidogo nje na huu ukumbi. Kwa hiyo zoezi la kwenda kwenye movie linaishia pale. Wanapokwenda huku bwana, wanaanza stori zao za hapa na pale, na katika stori zao bwana, wanatokea kuzama katika mapenzi. Lakini katika mapenzi inakuwa ni ngumu kwa sababu jamaa huyu ni Pakistan, kama nilivyokuambia pale awali. Anaitwa Sarfraz na ni Pakistan. Yuko hapa katika ubalozi wa Pakistan hapa India. Kwa hiyo kunakuwa na upinzani. Kumbuka Pakistan ni Muislamu, lakini pia Jagu ni Muhindu. Kwa hiyo wanaona hawawezi kuingia katika mapenzi, na nini kinatokea? Inabidi wachengane, kila mtu apite njia yake. Lakini ukaribu unazidi kuwa ni mkubwa zaidi, wanaingia kwenye mapenzi. Unaona bana? Kwa hiyo wanapoingia kwenye mapenzi sasa, Jagu inabidi wapigie simu nyumbani, awaambie bwana, mimi nimepata mpenzi kutokea Pakistan anaitwa Sarfraz. Mama anapinga, haiwezekani bwana, huyu ni Muislamu. Ndio mama, haiwezekani wewe ni Muislamu, wewe itakuwa ni ngumu, hebu acha ujinga. Lakini baba yake anasema kwamba baba yake alikuwa na nabii sasa ambaye alikuwa anamkubali na kumwamini sana, ambaye nimekuambia pale mwanzoni pale. Kwa hiyo inabidi aende kwa nabii huyu akatabiri kwa habari ya mapenzi ya hawa watu wawili.
Okay? Basi nabii anatia ngumu. Anasema kwa bwana, haiwezekani bwana, haiwezekani. Haiwezekani olewe na mtu kutoka Pakistan. Na inavyoonyesha katika unabii ni kwamba huyu jamaa atamchezea huyu binti na atamharibu. Basi baba anatia nguvu. Wewe Jaguu, na kuamrisha rudi nyumbani. Ukiolewa na huyu jamaa, basi mimi sio baba yako tena, utakuwa umekufa kwangu. Basi nabii anazidi kumwambia futa, hakuna mapenzi kati yako na huyu kijana. Lakini Jaguu bwana, penzi limeshanoga. Anazima PC kwa hasira, alafu anachokifanya anamsubiri mpenzi wake Sarfraz ili ampe mtihani. Mtihani gani? Anamwambia kwamba kesho, kama kweli unanipenda, naomba tukafunge ndoa. Basi Sarfraz kwa sababu alikuwa anampenda, anasema sawa, hakuna shida, kesho tutafunga ndoa, mimi nimekupenda kweli bwana. Basi kesho yake binti huyu anamkia bwana ukumbini. Unaona bwana, anamkia ukumbini mapema sana ili kwenda kufunga ndoa na mpenzi wake sasa Sarfraz. Lakini zamu ya kufunga ndoa kabla haijafika na Sarfraz hajafika, huyu bibi harusi ambaye ni zamu yake anampa binti huyu paka ili aweze kumshikia, ambayo ilikuwa ni zawadi ya mpenzi wake. Wakati ameshikilia paka huyu, anakuja kijana mdogo hivi analeta barua. Kijana huyu kaambiwa apeleke barua hii kwa mtu mwenye paka. Elewa vizuri hapa, baada yetu anielewa anamaanisha nini kusema hivi. Kijana huyu aliambiwa apeleke barua kwa binti mwenye paka. Jaguu anapewa barua hii kwa sababu yeye alikuwa na paka mule kanisani. Kwa hiyo anabidi asome barua hii. Barua hii inasema kwamba samahani bwana, mimi na wewe hatuwezi kwa pamoja. Dini zetu, mila zetu ni tofauti. Kwa hiyo nisamehe, siwezi kufunga ndoa na wewe na siwezi kuja kanisani. Kwa binti huyu, kumbuka, akapewa barua yeye na anaamini kwamba ni Sarfraz aliandika barua hii. Kwa hiyo kwa uchungu na machozi anaacha ile barua pale pale kwenye kiti na kuondoka. Jaguu anasema kwamba kwa sababu alikuwa tayari amekwisha kumkosea baba yake na nabii wa baba yake, kwa hiyo ilibidi asirudi nyumbani. Alikwenda New Delhi na kwenda kuanza kufanya kazi. Basi New Delhi miezi 6 baadaye, anasema Jaguu akiwa katika treni alimuona mtu wa pekee, kipekee yani, amevaa helmet ya pikipiki ya njano kichwani, anagawa vipeperushi vimeandikwa namtafuta Mungu aliyepotea. Unaona bwana, namtafuta Mungu aliyepotea. Sasa mtu huyu, ukumbuke ndugu mtazamaji wangu, ni mtu ambaye alikuja duniani kuja kufanya uchunguzi na akanyang'anywa remote. Lakini ukumbuke alikuwa hajui lugha ya dunia hii. Lakini hapa cha ajabu ni kwamba anafahamu lugha ya dunia, anatafuta Mungu aliyepotea. Je, Mungu huyu ni yupi? Basi Jaguu inabidi aje kumuhoji kidogo, maana mazingira yale amevutiwa naye. Kumbuka Jaguu ni mwandishi wa habari katika kituo cha habari. Kwa nahisi kabisa kupitia mtu huyu naweza kupiga viewers nikimuhoji vizuri. Maana ni kama kicha fulani hivi, ni kama mtu fulani ambaye elimu kiundani, hakuna matata. Swahili Freaks. Swahili Freaks, hakuna fix kwa lugha nyepesi. Basi anamwambia bwana, mbona unagawa vipeperushi vya mtu wa Mungu aliyepotea? Jamaa anamjibu kwamba bwana, kuna Mungu unamtafuta bwana, alipotea, nataka nisaidie shida yangu. Basi anamjibu, huyu Mungu unamtafutia wapi? Anasema nimeambiwa nimtafute. Kwa hiyo hapa ninagawa vipeperushi, nikimpata Mungu huyu basi anaweza kunisaidia, kwa sababu pia nimekwishampa sadaka zangu nyingi na simpati. Basi Jaguu anafurahishwa kweli maneno ya mtu huyu. Anamuuliza sasa ina maana kwa nini umevaa elementi ya njano? Jamaa anatabasamu, anasema kwamba yeye amevaa elementi ya njano kwa sababu Mungu namtafuta, inawezekana yeye pia anatafuta mimi. Kwa hiyo nimeona taksi nyingi hapa mjini ni za njano ili watu waweze kuziona. Kwa hiyo na mimi pia nimevaa elementi ya njano ili Mungu kama akinitafuta India, kuna watu wengi sana, ataniona kwa mbali nikiwa nimevaa tofauti na watu wengine. Basi Jaguu anafurahishwa na maneno haya na jamaa anaondoka na kuendelea kumtafuta Mungu aliyepotea. Basi unaambiwa Jaguu akiwa kazini hapa sasa anaelezea habari ya kimbwa hiki kinaitwa Niku. Kimbwa hiki unaambiwa kwamba kimetaka kujirusha kwenye gorofa zaidi ya mara 3, lakini pia kimetaka kujichoma kwenye moto wa gesi. Sasa Jaguu anasema kwamba je, unahisi ni ugonjwa au unahisi mbwa huyu ana matatizo ya akili? Lengo kubwa ni kutafuta viewers, unaelewa Jaguu anaona hii habari haiwezi kuwa na viewers wengi, inabidi aende kwenda kwa bosi wake na kumpa dili nyingine. Kwa anavunja kipindi hapa na kwenda kwa bosi wake. Bosi wake anamwambia bwana, bosi, mimi na dili moja nimeipata. Dili hii ni kwamba kuna mtu ambaye anamtafuta Mungu aliyepotea na muonekano wake ni muonekano wa tofauti. Tukimchukua mtu huyu tukamhoji vizuri, tutakuwa na viewers wengi na kuliko kuwa na taarifa ya mbwa huyu. Hii taarifa ya mbwa ni kama vile haina dili. Basi yule mzee anasala kweli, anasema bwana, mimi nimekwisha choma mara 3 kwenye makalio yangu
na waumini wa mtumishi mmoja nilipokuwa nikirusha habari zake kwenye TV. Nisikilize, siwezi kurusha taarifa nyingine kuhusu Mungu wala watumishi wa Mungu. Kwa hiyo nisikilize, siwezi. Ondoka. Basi Jaguu anasema kwamba Nesi bosi wangu kunielewa. Kwa hiyo ni kama habari hii ikawa imeishia hapa. Basi kesho yake Jaguu binti huyu akiwa mtaani kuja kazini, anamuona tena kijana huyu akiwa mtaani kama kawaida yake. Kwa hiyo inabidi ashuke na kumfuatilia kiukaribu. Kwa anamfuatilia kiukaribu, anamuona akienda katika hekalu moja, lakini katika hekalu hili kuna ndara nyingi sana. Unaona kuna ndara nyingi sana. Unajua kawaida hekaluni watu wanavuaga ndara na kuziacha mlangoni, lakini yeye sasa ndara zake anazifunga kwenye mlango. Kwa nini sasa anafunga kwenye mlango? Anakumbuka alivyokuja katika safari hii aliibiwa remote yake. Kwa hiyo ana wasiwasi kwamba pia ndara zake zinaweza kaibiwa. Baada ya hapo anakwenda hekaluni kwenye kifaa cha kuwekea sadaka na kuchukua kifaa kidude kingine, anachoma mule na kuchukua pesa sadaka za waumini na kuweka mfukoni. Basi kuhani anamuona na kukimbia kuja kuweza kumwadhibu. Kuhani anakuja amekimbia. Kwa hiyo Jaguu inabidi aje kumsaidia mtu huyu. Kwa namna gani? Anachukua wallet yake na kutupia kwenye sanduku la sadaka hili, lakini Jaguu anakuja na kumsaidia kwamba bwana, mtu huyu sio mwizi, alitaka kunisaidia mimi, nidondosha wallet yangu kwenye sanduku la sadaka, kwa hiyo sio mwizi kabisa. Basi inabidi waje kuhakikisha basi na kuangalia kama jini kweli, wanapofungua kweli unakuta ni kweli bwana kuna wallet yake. Kwa hiyo inabidi watoe pesa ambayo alitoa kwenye wallet yake. Basi Jaguu anabaki bila pesa. Kwa inabidi apige simu na kumwambia rafiki yake aje kumchukua na pikipiki, maana tayari hana nauli ya kumrudisha nyumbani. Kwa hiyo jamaa huyu anamsikia alivyokuwa akiongea vile. Kwa inabidi amgeukie na muuliza kwa hiyo hauna nauli kwa ajili ya kunisaidia mimi? Basi fanya hivi, chukua pesa hii iweze kurudisha kwenu. Jaguu anamuuliza, hivi una akili gani kuchukua pesa kwenye sanduku la pesa? Basi jamaa anasema kwamba bwana, unajua Mungu natoa sadaka kwa Mungu, lakini hanijibu maombi yangu. Kwa hiyo inabidi nichukue pesa yangu, maana kunijibu sawa sawa. Basi Jaguu anatabasamu kweli, anacheka, anafurahisha maneno jamaa huyu. Anamuuliza, kwa nini uliweka miungu kwenye mashavu? Akasema miungu hii hawezi kunipiga kwa sababu mimi na miungu yao, wakinipiga mimi makofi wataipiga miungu yao, kwa hawezi kunipiga. Basi anamuuliza, wewe ni nani na unaishi wapi? Basi jamaa anamjibu kwamba mimi naishi katika magofu. Anasema magofu? Na wakati huu wa mvua magofu yanavuja maji, unawezaje kulala mule? Basi jamaa anamjibu kwamba mimi wakati huu wa mvua na kwenda kulala selo. Jaguu anamuuliza, unakwenda kulala selo? Ndio, nakwenda kulala selo. Sasa vituo vya polisi mbona ni vingi hapa? Unawezaje kwenda kulala kwenye vituo vya polisi? Jamaa anasema kwamba ni rahisi mno kwenda kulala kwenye vituo vya polisi kama gesti. Njoo nikuonyeshe. Kunabidi kwenda kumuonyesha sasa jinsi gani anafanya ili kwenda kulala kwenye vituo vya gesti. Basi anakwenda kukojoa katika eneo hili ambalo eneo hili imeandikwa usikojoe hapa. Basi polisi wanamuona na kumchukua na kumpeleka kituoni. Anapokwenda kituoni bwana, ndo anamuonyesha Jaguu kwamba unaona bwana, hivi ndivyo ninavyofanya ili kwenda kulala selo. Kesho yake asubuhi ananiachia. Jaguu anafurahishwa kweli. Kumbuka alimpigia rafiki yake ili kuja kumchukua na pikipiki, na kwa sababu alisema hana nauli, rafiki yake anamwambia bwana, nipeleke kwa huyu mtu kituoni nikaweze kumhoji. Basi Jaguu anakwenda kituoni ili aweze kwenda kumhoji mtu huyu, maana akavutiwa na story yake. Akifika hapa anamhonga kamanda wa polisi, anamwambia bwana, mimi ni mwandishi wa habari, nataka nikamhoji huyo jamaa mule kituoni. Wewe unafikiria hapa ni guest yet? Hapana, nisaidie tu afande. Nisikilize, hapa sio mahali pa naniba, hapa sio mahali pa guest. Basi maneno yanavyokuwa mengi anatoa hongo kidogo, unajua Basi anapompa hongo, basi jamaa anakubali na kumfungulia selo ili aweze kwenda kumhoji. Basi anaingia mule selo na kuanza kumhoji. Samahani, mimi ni mwandishi wa habari, niko hapa kukuhoji. Uko tayari? Basi jamaa anafikiria. Kumbuka alishamwona mtu huyu ni mwema, kamsaidia mara 2-3. Anasema okay, ni sawa, nihoji. Jaguu anatoa kifaa cha kurekodia ili aweze kumhoji. Basi anaanza kumhoji. Tuambie, wewe ni nani na unatokea wapi? Basi jamaa anasema mimi kwa kweli sina jina, na nakutokea mimi natokea katika sayari nyingine, sio dunia hii. Jaguu anacheka, sema jamaa, mbona kama simuelewi? Sema basi, niko serious, niambie unatokea wapi na kwa nini uko hapa? Nakwambia hivi, mimi natokea katika sayari nyingine ile pale. Basi anamuonyesha sayari hii, wakati wa usiku ukichungulia utaiona. Natokea katika sayari ile. Watu wa sayari yangu wamenituma nije katika sayari hii ili nije kufanya uchunguzi kama sayari hii inawezekana kwa kuja kuishi, lakini kwa namna nilivyoona sayari hii haistahili kabisa kuja kuishi, maana ni wezi. Jaguu anashangaa, hivi ni nini hivi, mbona sikuelewi? Nisikilize, sayari hii nimekuja hapa wakaniibia remote yangu, remote hii ambayo inatakiwa nirudishe nyumbani. Jaguu anaona kwamba hapa mna mahojiano yote, inabidi sasa
akatisha mahojiano, alafu sasa akaombe afande amfungulie. Lakini bahati mbaya afande aliyemhonga pesa ni mwingine, huyu ni afande mwingine wa zamu. Basi analalamika, afande samahani, nisaidie nitoke huko bwana. Afande anasema, bwana nisikilize wewe, hebu acha ujinga. Wewe umeingia ukiwa umefanya makosa. Hapana, mimi sio makosa. Nilikuja kwa ajili ya kuoji. Hebu tulia basi, usipige kelele. Anashangaa, mbona mtu huyu tena ni mwingine? Anapoita mtu yule aliyemhonga ashaondoka. Huyu ni mtu mwingine wa zamu kabisa. Kwa hiyo inakuwa ni vurugu. Tulia momo. Kwa inabidi alale mule bwana. Huwezi kuamini, kwa inabidi siku hiyo usiku mzima umalizie humu selo. Jaguar anaona sasa imeshakuwa kashesha, inabidi akae chini na kusubiria kuweza kukucha. Basi jamaa huyu naye anakaa chini na kumuuliza, kwa hiyo unahisi ninachokwambia ni uongo, si ndio? Ni uongo? Jaguar anamjibu kwa hasira, hebu niache basi. Unaonekana wewe ni chizi, una mapungufu ya akili. Kwa niache bwana. Sio uongo, ni kweli. Nisikilize, sio uongo, ni kweli. Nachokwambia ni kwamba mimi sio chizi wala sijachanganyikiwa. Mimi nimetokea kwenye sayari nyingine. Jaguar anasema, haki ya Mungu, huyu mtu sasa. Sayari yetu kule hawaongei uongo. Tunasoma mawazo ya watu na kuweza kuelewa. Unaona bana, anaongea kwa msisitizo kabisa. Ukishika mikono yako tutakusoma mawazo. Watu wa dunia hii ni watu wa ajabu, ni watu waongo, ni watu ambao ni wezi, wana lugha nyingi. Yaani hawaeleweki. Basi jamani, wapondea watu wa lugha hii kinyama. Anasema kwamba watu ni wezi. Anaweza akasema, oi sieleweke ni oi aina gani? Ni oi ya kushangaa au oi ya kukataa? Anaweza akasema, Jaguar anamwambia, bwana hebu sikia, wewe umesema unatokea kwenye sayari nyingine. Sasa kwa nini umevaa jinsi ya mpauko na kwa nini unaongea lugha yetu? Akasema, niliweza kujifunza lugha hii kwa kunyonya toka kwenye mikono ya binti mmoja. Nilinyonya kabisa kama USB. Jaguar anashangaa. Kwa hiyo wewe uliweza kunyonya lugha toka kwenye mikono ya mtu mwingine kama computer cable au? Hapana, sio hivyo. Hiyo ni uwezo ambao nilitumia kutoka kwenye sayari yetu. Niliweza kunyonya kuanzia lugha zote A to Z, zote. Kweli kabisa. Huyu jamaa inabidi aweze kumhadithia Jaguar mwanzo mwisho nini ilikuwa. Lakini pia na sisi lazima tufahamu ilikuwaje jamaa huyu akafahamu lugha, ilikuwaje akavaa nguo. Basi hapa ndipo katika sehemu yetu ya kwanza. Kwa hiyo katika sehemu ya pili utaweza kuelewa zaidi. Naitwa Rick the MC na hii Swahili Freaks. Nikutakia wakati mwema katika sehemu ya kwanza. Tukutane katika sehemu ya pili. Asante na chao. Zenye hekima nazi kila kona ya dunia, kwa Kiswahili fasaha pasipo matusi, burudani na furaha. Hapa Swahili Free, burudani utaipata hapa Swahili Freaks. Elimu